Mwinjilisti, naomba ushike maiki. Hebu naomba nisomee hili neno. Amen. Tasoma katika kitabu cha Zaburi 72 mstari wa 12. Mwenye haki atastawi kama mtende. Mwenye haki atastawi kama mtende. Atakuwa mwelezi wa Lebanoni. Rudia tena. Mtende. Mwenye haki atastawi kama mtende. Mwenye haki atastawi kama mtende. Atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Waliopandwa kwenye nyumba ya Bwana. Mwambie mwenzako waliopandwa. Mwambie waliopandwa kwenye nyumba ya Bwana. Kwenye nyumba ya Bwana. Muulize sasa, wewe umepandwa? Wewe umepandwa? Au pepo kija tu kidogo chali? Unajua maana ya kupandwa? Maana yake unakuwa hapo. Unakuwa hapo. Maana ya kupandwa maana yake ukipandwa, mti ukipandwa unasubiri kukua hapo mpaka unatoa matunda. Sinaongea na watu mahali hapo. Ukipanda mahindi, huwezi kusema leo usiku ngoja niyang'oe yakalale nyumbani, halafu kesho useme na yarudisha. Ukiyapanda yatakuwa hapo. Kinachotakiwa ni kuyapalilia tu mpaka yazae. Kwa hiyo waliopandwa kwenye nyumba ya Bwana watastawi kama mwelezi wa Lebanon. Sijawahi kufika Israeli, lakini natamani nikaiona hiyo mielezi inavyostawi ya Lebanon. Haleluya. Amen. Ungenianzia 11 ingekuwa vizuri. Amina. Ungeanzia 11 ingekuwa vizuri. Okay. Zaburi 92 mstari wa 11. Na jicho langu limewatazama walioniotea. Sikio langu limesikia habari za waovu walioshambulia. Mwenye haki atastawi kama mtende. Anawazungumzia walio wabaya, lakini anakuja kurudi kusema sasa mwenye haki. Come on. Mwenye haki. Akikosekana mwenye haki ndani ya kanisa hili hatastawi. Lakini kama atakuwepo mtu hapa ambaye anakuwa ni mwenye haki, atastawi. Endelea. Atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Sikiliza hapa. Maana yake nini? Hivi ulivyo utakwenda. Utafanikiwa kama Mungu alivyokusudia kiwango chako cha kufanikiwa katika maisha yako. Uzao wako utakwenda kwa sababu uliwekeza kwa Mungu. Mungu ataendelea na uzao wako tena. Baada yako ataendelea na uzao wako mpaka uzeeni. Na katika uzee wako utastawi sana. Na utazaa na utakuwa na utomvu. Utomvu ni pale unapokaa unakunywa kahawa, mwili wako uko vizuri, umefikisha miaka 80, macho yako yanaona, miguu yako inatembea. Haleluya. Una akili timamu, unavaa miwani, unasoma Biblia na watu wanakutegemea, wanataka kusikia kutoka kwako. Haleluya. Unajua kuna watu wanazeekaga vibaya. Hata utafuti hekima kwake, nimezeeka tu. Hautafuti neno kwake wala upigi simama, hebu nishauri hapo. Hana kitu, useless. Sasa katika watu ambao wanamtumikia Mungu, hii sio sehemu ya maisha yao. Haleluya. Katika watu wanaomtumikia Mungu, hii sio sehemu ya maisha yao. Hii sehemu ya maisha yao. Haleluya. Katika watu wanaomtumikia Mungu, hii sio sehemu ya maisha yao. Kwa hiyo katika watu wenye haki, hii ndio sehemu kubwa ya maisha yao. Watastawi kama mtende. Watazaa mpaka uzeeni. Watafanikiwa. Watoto wao waliowazaa watafanikiwa. Wajukuu wao watafanikiwa. Wakiondoka wao, majina yao hayatang'oka kamwe. Mungu si salimu, atatenda hivyo siku zote. Mimi na uhakika
kwa jinsi ambavyo nimemtumikia Mungu kwenye kizazi changu, siwezi kukosa mtu. Siwezi kukosa mtu atakayemwabudu Mungu katika roho na kweli. Siwezi kukosa mtu atakayesimama na Mungu kwenye kizazi changu. Ninaamini na uhakika siwezi kukosa Mungu. Hata kama sasa hivi hawaeleweki, mwingine yuko mashariki, mwingine yuko magharibi, na yamkini hata sioni hata karama, sioni hata kipawa, lakini kuna siku atachipuka mtu mmoja. Mungu akamwambia Daudi, kwenye kizazi chako hutakosa mtu. Mungu anamwambia Daudi, baada yako kwenye kizazi chako hutakosa mtu. Wakaenda, akazaliwa Sulemani. Sulemani akasimamia, akawa mfalme. Wakaenda, akazaliwa Yehoshafat. Akaenda, akazaliwa sijui wafalme kadha wa kadha, wakazaliwa ambao walitoka katika kizazi cha Daudi. Akatajwa Daudi mpaka tunakwenda kwa Yesu, anatajwa tu Daudi. Haleluya. Tumesema mwaka huu ni mwaka wa kustawi, na leo hii ni siku ya ni mwezi wa 6. Tunakwenda kuumaliza mwezi huu, manake tunaenda kugawa miezi 6 ambayo tumeishi katika mwaka huu 2025. Jina la Bwana libarikiwe. Kama bado hujaanza kuiona neema, kaione neema katika jina la Yesu. Sema amina. Kama bado hujaanza kustawi, uanze kustawi kuanzia leo katika jina la Yesu. Sema amina. Kama bado hujaanza kuona nuru, kaione nuru ya kustawi katika jina la Yesu. Sema amina. Ukastawi kwenye ndoa yako katika jina la Yesu. Ukastawi kwenye kazi zako katika jina la Yesu. Ukastawi kwenye mipango yako katika jina la Yesu. Ukastawi kwenye maono yako katika jina la Yesu. Na kila utakalolishika likafanikiwe katika jina la Yesu. Mungu akakutazame mwaka huu kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu akaangalia maisha yako mwaka huu kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ulioanza kumwabudu Mungu hapa leo, neema ya Mungu ikawe juu yako. Mungu akakutendee kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Yako mambo ambayo niliyapanga kwenye maisha yangu, kwenye maisha ya mwaka 2025, lakini nimeshakwisha kuanza kuyaona kustawi kwa namna fulani, na kuona kuna wepesi kwenye mambo kadha wa kadha, na kuona haleluya, Bwana apewe sifa. Kuna watu nilikutana nao hapa Disemba, walikuwa na sura zimechoka. Sasa hivi naona sura zao zimenawili. Hawasemi, hawapigi makofi. Hawapigi makofi. Walikuwa wana tumaini, hawatii matumaini. Unauliza, anaenda anarudi, humuelewi. Lakini leo hii wanaeleweka. Amen. Mtu hawezi kunawili na kupendeza kama hakuna kitu anachokipata. Kuna kitu anakipata, anawezaje mtu kunawili kustawi kama hakuna kitu anachofanyaje? Anachokipata. Kwa namna yote kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Kuna mioyo imefarijiwa. Kuna mioyo imetiwa nguvu. Kuna mioyo imepata matumaini mahali hapa. Amen. Sema amina kama uko mahali hapa. Ongeza makofi mazuri ya kutosha kwa Yesu. Haleluya. Kwa hiyo mwenye haki atastawi kama mtende. Unajua tabia ya mtende? Unajua tabia ya mtende? Unajua nchi ya Israeli ilisemwa ni nchi ya asali na maziwa. Lakini wakati huo ukienda kuingia kwenye nchi ya Israeli, wakati huo ilikuwa ni milima tu na vibonde tu. Yani alafu Mungu anasema ni nchi ya asali na maziwa. Ila nchi ilikuwa ni ya kawaida sana. Yani sio rutuba ile ambayo unaisema wewe. Lakini unaambiwa matunda yote yanatoka Israeli yanakwenda Ulaya. Na ndio zao lao kubwa la mafanikio linazoingiza dola za Kimarekani. Haleluya. Ndio zao lao kubwa linaingiza dola za Kimarekani. Kwa sababu gani? Mungu ananawirisha ardhi. Mungu anaachilia maarifa ya mafanikio mahali kokote, hata iwe pagumu kiasi gani. Mungu anaachilia maarifa ya mafanikio mahali popote, hata iwe pagumu kiasi. Watu wanielewe. Hata iwe pagumu kiasi gani, Mungu anatengeneza mazingira ya mafanikio. Mtende uko jangwani.
Na mahali pa jangwa kuanzia kiangazi huwa ni hali ngumu sana mahali pa jangwa. Na wewe mwenyewe ukipita mahali pa jangwa, jua lake ni kali, unatamani ungepata mti uweze kukaa kwenye kivuli, lakini unakosa mti mahali popote. Maana yake ni unaweza kutembea kilomita mpaka 50 mpaka 60 mpaka 100 huoni mti wowote. Ila kuna mtende mmoja huko jangwani, na tabia mtende unapeleka mzizi wake mpaka baharini, unapeleka mzizi wake mpaka kwenye mito, ile mito ambaye haipungui maji. Ndio tabia mtende. Mzizi unatoka mahali pa jangwa, unapekecha mpaka unakwenda kwenye bahari. Ukifika kwenye bahari, unaanza kuvuta maji kuleta jangwani. Unauona mtende unazaa. Ndio maana nchi za Uarabuni ni nchi ambazo ziko na ukame sana, jangwa sana, lakini wanatuletea tende. Kwa nini wanatuletea tende? Ni tende inavuta maji kutoka mbali. Haleluya! Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Uko tayari kuvuta maji kwa Kristo? Uko tayari kuvuta maji kwa Kristo? Uko tayari kuvuta utovu kwa Kristo? Uko tayari kuvuta vitu vinono kutoka kwa Baba ili viweze kutokea kwenye maisha yako? Vitu vinatokea kwenye jangwa, kwenye mtende. Kwa sababu gani? Ukiangalia hakuna maji mahali popote, hakuna mmwagiliaji mahali popote, lakini kuna mzizi mmoja unatembea mpaka baharini, bahari ya Pasifiki, bahari ya Atlantiki, bahari sijui ya Shamu. Unakwenda unavuta maji, unaleta mpaka jangwani. Mitende inachanua, mitende inazaa, maisha yako yakabadilika katika jina la Yesu. Haleluya! Mitende inazaa. Uko tayari? Baba yako mzizi upeleke mpaka kwa Baba yako wa mbinguni. Peleka mzizi mpaka kwa Baba yako wa mbinguni. Sogeza mzizi mpaka kwenye kiti cha enzi, ili kusudi uanze kunawiri, ili kusudi uanze kustawi. Huu ni mwaka wa kustawi. Lazima ustawi kiafya, ustawi kiuchumi, ustawi kikazi. Kama una kazi ukapate kazi. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Ndoa ilikuwa na mgogoro, sasa ndoa ikashamiri, iwe na furaha. Haleluya! Uambiwe maneno mazuri na mke wako, uambiwe maneno mazuri na mume wako. Haleluya! Maneno ya kukutia moyo. Haleluya! Bwana apewe sifa. Ndoa ilikuwa imechanganyika, lakini ulipoingia kwa Kristo, kuna mzizi umekwenda mpaka kwenye madhabahu ya mbinguni. Unavuta kule unono, halafu ule unono unakuja mpaka kwenye ndoa. Ukifika kwenye ndoa, mioyo inakunjuka, watu wanapendana, watu wanafurahiana, watu wanashangilia. Ulikuwa unamuona mke wako kama vile ana uso mbaya, sasa unauona uso ni umenawiri, unauona uso ni mzuri. Unamfananisha na yule kahaba aliyokuwa anakusumbua kule, unaona kahaba hafai, mke wako ambaye anafaa. Wow! Haleluya! Unaona kahaba hafai kwa sababu kuna namna fulani nguvu ya Mungu imeingia na baraka ya Mungu imeingia. Sasa unamuona mke wako anafaa, unaona mume wako anafaa. Haleluya! Ni kustawi huko. Unaposema kustawi, usianze kuangalia vitu vingine, angalia maisha yako kwanza. Una uwezo wa kulipa kodi, una uwezo wa kulipa kodi. Sasa hausumbuliwi katika kodi. Kuna milango ya fedha inafunguka. Kuna mtu mmoja anafurahi sana. Hebu punga mkono wewe dada unayefurahi namna hii. Yuko karibu na mama nani. Hebu punga mkono kidogo. Huyo dada huyo. Punga mkono bwana. Yes. Haleluya. Kuna mtu anafurahi, kuna kitu anakiona kwenye maisha yake. Haleluya. Kuna namna fulani anaweza akasema, nilipokutana na apostle au nilipoingia kwenye hili kanisa, kuna namna fulani ilibadilika kwenye maisha yangu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Huu ni mwaka wa kustawi katika jina la Yesu. Ukastawi katika jina la Yesu. Ukastawi katika jina la Yesu. Wewe unayetaka kuanza maisha ya ndoa, Mungu akakupe mume katika jina la Yesu. Wewe unayetaka kuanza maisha ya ndoa, Mungu akakupe mke katika jina la Yesu. Wewe ambaye kodi inakusumbua, mwaka huu kalipe kodi vizuri pasipo kuteseka katika jina la Yesu. Ukashibe kwenye nyumba yako pale, ukashibe katika jina la Yesu. Haleluya.
Mpe Yesu makofi mazuri tena. Achilia shangwe tena. Haleluya. Tunaelewana vizuri? Kuna watu wana furaha hapa. Wana furaha. Isipokuwa hawataki kusema. Leo tuwasaidie, tuwaite waje waseme jinsi Mungu anavyowatendea. Haleluya. Kuna mambo yamekuwa sawa sawa majumbani. Kuna mambo yamekuwa vizuri kwenye familia. Tunahitaji kuona Mungu akitenda hayo. Amen. Kwa hiyo kazi ya mtende mzizi wake na kwenda mbali. Lakini baada ya kunyonya muda fulani, inapofika majira unaona tayari unastawi. Lakini kuna mti mmoja unaitwa mwerezi wa Lebanon. Mwerezi wa Lebanon. Haleluya. Wenyewe unastawi kule Lebanon. Kule mwerezi ni mti mzuri. Mti ambao unastawi sana. Mungu atakustawisha kupitia andiko hili katika jina la Yesu. Mungu atakustawisha kupitia andiko hili katika jina la Yesu. Sema amina za kutosha asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Sema amina za kutosha asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Mungu atakustawisha katika jina la Yesu. Kama vile mwerezi wa Lebanoni. Haleluya. Kama vile mtende wa jangwani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Punga mkono juu mbinguni kwa Baba yetu namna hii. Punga mkono juu namna hii. Yes. Asante sana Yesu. Haleluya. Nyakati ngumu hazidumu. Nyakati ngumu hazidumu. Sema hazidumu. Sema nyakati ngumu hazidumu. Hasiwezi kukaa nyakati ngumu mbele za Yesu. Zinapokuja nyakati ngumu, ujue Yesu yuko karibu na wewe. Lazima utatoboa katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Sasa peleka mzizi wako. Peleka mzizi wako baharini. Peleka mzizi wako kwa Kristo. Weka mzizi wako mpaka uende kwa Kristo. Haleluya. Panda kwenye nyumba ya Mungu, usilegelegee. Simika miguu yako Jesus power kweli kweli. Simika miguu yako kwa maombi. Simika miguu yako kwa kufunga na kuomba. Simika miguu yako kwa ibada. Weka miguu yako Jesus power. Sema mimi ni mtu wa Jesus power. Mimi ni wa Jesus power. Mimi ni wa Jesus power. Sema hivyo wakati wowote, ili ukae hapo ufanikiwe. Na Biblia inasema piga moyo konde umngoje Bwana. Ukumngoja Bwana sio kutalii, sio kukimbia, ni kukaa mahali pamoja. Piga moyo konde umngoje nani? Umngoje Bwana. Wakristo wa kweli wanapigaga moyo konde, wanamngoja Bwana, wanamsubiri Bwana mpaka atakapowainua na kuwatendea. Wakristo wa kweli, wale Wakristo kabisa ambaye bado kuna mabaki ya utumishi wa kweli, wale Wakristo wa kweli ambako bado kuna zile taratibu za kiroho tulizoachiwa na kina Paulo, tulizoachiwa na kina Petro, tulizoachiwa na kina Yohana, zile taratibu za kiroho tulizoachiwa, ile huduma ya Kipentekosti tulioachiwa wakati bado ipo. Na wale Wakristo wa aina hiyo huwa wanamsubiri Mungu, wanamngoja Mungu, wanakuwa watu wa maombi, wanakuwa watu wa ibada, wanakuwa watu wa kusali, wanakuwa watu wa mafundisho, watu wanaofundishwa, watu ambao wanafundishika, wanamjua Yesu, wanampambua Yesu, wanasubiri neema kutoka kwa Bwana. Haleluya. Hawakubali kuuziwa mafuta. Hawatauziwa kwa sababu wanaufahamu. Wanajua ya kwamba mafuta sawa, tunapakwa bure na Kristo. Tunapakwa mafuta katika Roho Mtakatifu, tunapakwa mafuta hata kama yako kanisani, lakini bure. Hawatauziwa chupa yoyote, hawatauziwa maombi, kwa sababu hawa ndio Wakristo wa kweli, wanajitambua, wanajielewa. Na hii ndio huduma ya Pentekosti. Sema amina. Amen. Sema amina. Sema amina. Mtawekea wagonjwa mikono nao watapata afya. Watawekewa mikono pasipo fedha watapata afya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.
Nenda kastawi mwaka huu katika jina la Yesu. Tunapokwenda kutembea katika mwezi huu wa 6 kaione neema katika jina la Yesu. Tunapokwenda kutembea mwezi huu wa 6 kaione baraka katika jina la Yesu. Tunapotembea mwezi huu wa 6 Mungu akakufungulia milango katika jina la Yesu. Giza likatoweke, sema amina. Giza likatoweke, sema amina. Kushindwa kukatoweke, sema amina. Magumu yakatoweke, sema amina. Mabaya yasiwe sehemu ya maisha yako, sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Haleluya. Giza likae mbali na wewe, ukaione nuru katika maisha yako, ukauone mwanga katika maisha yako, ukauone wepesi wa maisha katika maisha yako. Mungu akakutendelea na kukugusa maisha yako wakati wowote. Sema amina ukiwa hapa. Haleluya. Mungu wangu akubariki na Mungu akakustawishe. Mwezi huu wa 6 ukatende kwa ushindi. Haleluya. Mambo ambayo unatakiwa kuyafanya mwezi huu wa 6. Mambo ambayo unatakiwa kuyafanya, kama unaandika unaweza kuandika mambo ambayo unatakiwa kuyafanya huu mwezi wa 6. Haleluya. Namba 1, uwe mtu wa ibada. Kwa sababu tunapokwenda kwenye kugawa mwaka ndipo tunapotaka kutafuta uso wa Mungu. Uwe mtu wa ibada. Mtu wa ibada. Haleluya. Weka miguu yako sana kwenye ibada. Namba 2, haleluya, uwe mtu wa kutoa. Uwe mtu mtoaji. Mtu anayebariki kanisa. Mtu anayebariki ndugu na jamaa na marafiki. Mtu anayebariki madhabahu. Mtu anayejua kubariki madhabahu. Namba 2, uwe mtu mtoaji. Usilegelege katika utoaji. Hii ni silaha kubwa kwa watu wanayetaka kufanikiwa. Kama unaongea na watu mahali hapa, hii ni silaha kubwa kwa watu wanayetaka kufanikiwa, watu wanayetaka kuinuliwa, watu wanayetaka baraka kutoka kwa Mungu. Ni silaha kubwa sana kuwa mtu mtoaji. Baba yetu Ibrahimu alijifunza kutoa. Alijifunza kutoa. Haleluya. Yuko mtu anaitwa Kornelie katika Matendo ya Mitume 10 mstari wa 1. Anasema alikuwa ni mtu anayetoa sadaka nyingi. Haleluya. Yuko mtu anaitwa Dorcas, alikuwa ni mtu anayeshona, anawashonea nguo watumishi wa Mungu. Haleluya. Anaitwa Dorcas kwenye Biblia, watu wenye sifa za kutoa. Hata siku alipokufa Petro akaenda akaomboleza, wakashika na zile nguo alizowashonea. Dorcas akafufuka. Maisha yako yatafufuka kwa jina la Yesu. Maisha yako yatafufuka kwa jina la Yesu. Dorcas akafufuka kwa sababu alikuwa ni mtu mtoaji. Naongea na mtu mahali hapa. Naongea na mtu mahali hapa. Haleluya. Mwaka huu tunapokwenda kwenye mwezi wa 6 huu, tembea katika utoaji. Tembea katika ibada ya kweli. Tembea katika utoaji. Haleluya. Usinyime mkono wako, nyosha mkono wako katika madhabahu. Panda mbegu katika madhabahu. Panda mbegu katika kazi ya Mungu. Jitoe kidhabihu. Biblia inasema katika Warumi 12 mstari wa 1, toeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu mbele za Bwana. Hiyo ndio ibada ya kweli. Ibada, sadaka ya kwanza ni wewe kujitoa. Na kujitoa ni kuonekana katika kila nyanja za kihuduma. Kama ni ibada, uonekane. Kama ni maombi, uonekane. Kama ni kitu gani, uonekane. Chochote kinachohusika kanisani, unajitoa kidhabihu. Wewe mwenyewe unakuwa sadaka ya kwanza. Sadaka ya pili ni fedha na vitu vya kwako ambavyo unavyo wewe. Waweza kutenda hivyo, waweza kufanya hivyo, na Mungu atakubariki, na Mungu atakuinua, sema amina. Na Mungu atakupa nafasi, sema amina. Na Mungu atakuinua, sema amina. Hatuinuliwi neno, tunainuliwa kwa kufanya. Imani bila matendo imekufa. Nani anajua hilo? Nani anayejua hili? Imani bila matendo imekufa. Utakuwa na imani isiyoleta matunda. Utakuwa na imani isiyobadilisha maisha yako. Ndio maana Wakristo wengi wamekaa wamefubaa, kwa sababu hawayafanyi yanavyopaswa kufanyika ndani ya nyumba ya Mungu. Wanasubiri kubandikwa mikono pasipo kufanya vitu kadha wa kadha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Unajua unaongea na mtu ambaye ndio maisha yake. Hauongei na mtu ambaye labda nimekaa hapa kama kupe kukunyonya wewe. Ungekutana mtu wa namna hiyo, ungeondoka hapa kanisani. Maneno haya yasingekufaa. Wewe uondoke kabisa. Huyo ni jambazi.
lakini modo wako ni mimi mwenyewe. Haleluya. Sema amina kama uko mahali hapa. Modo wako, mfano wako ni mimi mwenyewe. Haleluya. Mimi mwenyewe ndio mfano wako. Niko tayari kutoa kwa ajili ya Mungu. Niko tayari kutoa kwa ajili ya mtu aliyoumizwa, ambaye ana hali ngumu. Niko tayari kufanya hivyo kadri Mungu anavyoniwezesha. Niko tayari. Haleluya. Na wewe uvae hii sura ya utumishi wa namna hiyo. Usiseme mimi sina. Usiseme mimi sina, usijipendelee mwenyewe. Hivi unajua maana ya kuikana nafsi? Unajua maana ya kuikana nafsi? Yaani kwa mfano, jirani amekuja nyumbani kwako. Haleluya. Anakuambia leo watoto wangu hawatakula, ila tuna kilo moja tu. Una kilo moja ndani. Wewe uchukue kilo moja hiyo mpe. Wewe uikane nafsi yako, alafu mpe yule jirani akale. Unaweza? Hivi ni viwango sasa. Kama utaweza kufanya hivyo, kiwango chako ni kidogo. Si kama unaongea na mtu mahali hapa. Kama unaongea na mtu mahali hapa. Kama hutaweza kufanya hivyo, kiwango chako ni kidogo. Una kiwango kidogo cha kumwamini Mungu. Kumwamini Mungu ni si kusema ya kwamba mpaka uwe unazo. Unatoa kile cha mwisho. Hiyo ndio kumwamini Mungu, kwamba atatenda, kwamba atanitendea. Nimeshatoa, yeye anajua. Nimeshatoa, yeye atafanya. Kumwamini Mungu sio lazima eti ngoja nipate sadaka ya kusubiri upate. Hiyo sio sadaka. Sadaka ni ile ambaye senti yako ya mwisho. Huko ndiko ambako unaweza ukafungua milango yako. Kwa hiyo mwaka huu ninasema ni mwaka ambaye ni mwaka wa kustawi. Lakini hakikisha umekuwa mtu wa ibada, hakikisha umekuwa mtu mtoaji. Haleluya. Umekuwa mtu ambaye anatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Unajua namba moja kabisa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Haleluya. Kazi ya Mungu pamoja na mafungu ya 10. Mafungu ya 10 yanakuja madhabahuni. Kuhani anakula. Mimi ndio nakula. Watu wengine wanapindisha. Wanasema wanapindisha. Hataki kuambia watu kweli. Nakula mimi. Hata zifike milioni 20 nakula mimi. Nakula mimi, nanunua gari nzuri linanisafirisha kwenda Mwanza kwa ajili ya Injili, linanirudisha kwa ajili ya Injili. Hela zingine nachukua nasomesha watoto, kwa sababu nipo kwenye ufalme wa mbinguni. Ninakula kwenye ufalme wa mbinguni, na ufalme wa mbinguni ndio umeasisi. Wenyewe ndio umeasisi sadaka zitolewe wale makuhani. Ufalme wa mbinguni ndio umeasisi. Yaani wenyewe ndio uanzilishi wa kwamba yule anayesimama madhabahuni ale yeye. Hamtaki? Pagumu hapa. Sasa mmefundishwa tofauti. Hakuna, haziendi popote. Zinakwenda kwa mtumishi, zingine zinakuja kwenye umeme, zingine zinakuja kwenye kuongeza viti, zingine zinaongezeka kwenye ujenzi, zingine zinawatia watu moyo. Hivyo usifikiri zinaendaga wapi. Tunakula. Sema amina kama uko mahali hapa. Sasa utatizo unapindishwa. Wanafikiri eti bwana watu hawaelewi. Tumeaminiwa kuwa mawakili wa siri za Mungu. Tumeaminiwa kuwafundisha watu neno la Mungu. Tumeaminiwa na hela. Hatuwezi kuaminiwa kwa ajili ya watu alafu hela tusiaminiwe. Tumeaminiwa kwa vyote. Tunaelewana? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Kama tukipata basi la kanisa tutaandika hili ni gari la kanisa. Lakini zingine hili gari la mtumishi. La kwangu. Tunaelewana? La kwangu mmeninunulia nyinyi, kupitia sadaka zenu nimeenda kununua gari. Sawa? Sawa sawa? Huko kwenye mitandao itakuwa shida. Sijui watakubali. Haleluya. Bwana apewe sifa. Au tusome andiko moja tu la dakika chache. Nani analijua hilo andiko linalosema mtendakazi anastahili posho yake?
Nani anayejua? Mtendakazi anastahili posho. Hakuna mtu anayejua hiyo? Hakuna. Haleluya. Hebu fungua katika Kumbukumbu la Torati. Au fungua ngoja tuje katika Agano Jipya. Fungua katika kitabu cha Wakorinto. Hebu 9:9, Torati 9. Hapana, Wakorinto wa kwanza 9, mlango wa 9 mstari wa 9. Naomba nisomee, mtu wa Mungu. Nataka niwasaidie kidogo. Amina. Tusoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Sura ya 9 mstari wa 9. Neno Mungu inasema, kwa maana katika Torati ya Musa, imeandikwa usimfunge kinywa ng'ombe. Usimfunge kinywa ng'ombe. Mimi ng'ombe mimi. Usinifunge kinywa. Apulapo nafaka. Anapopura nafaka. Ukanivalisha tela, navuta tela na kwenda kubeba mahindi kule shambani. Linapotokea hindi lingine pembeni hapa, usinizuie kula. Je, hapo Mungu aangalia mambo ya ng'ombe? Kwa mfano Mungu anaangalia mambo ya ng'ombe? Twende. Au yamkini anena hayo kwa ajili yetu? Au yamkini anazungumza yale kwa ajili yetu sisi? Naam. Yaliandikwa kwa ajili yetu. Kwa kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini. Anayehubiri na kuwaombea watu ni haki yake kuhubiri na kwa matumaini. Tunatumainia kwamba na nyinyi muangushe sadaka zenu hapa na sisi kule tukale kuku. Sema amina kama uko mahali hapa. Amen. Sema amina kama uko mahali hapa. Amen. Endelea. Naye apulaye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Anayepura nafaka ni haki yake kupata matumaini, sehemu lazima kapatikane kwa ajili ya mtu wa Mungu. Sawa? Amen. Au pamekuwa pagumu, patakuwa rahisi tu, utaelewa. Haleluya. Amen. Utakapoanza kufanya, utaanza kuiona nuru. Utakapoanza kuiona nuru, utaiona neema. Haleluya. Amen. Ikiwa sisi tumewapandia ninyi vitu vya rohoni, majasho tunayetokwa, tunavyokesha kufunga, tunavyobandika mikono kwenye nyuso zenu huku zina majasho, hatujui zikoje, mlijipaka sijui lipstiki, tunabandika mikono. Tumepanda vya rohoni kwenye maisha yenu, na sasa mmesimama, ndoa zenu zimesimama, watoto wenu wanakwenda shule, mmebarikiwa na huduma ya Jesus Power. Ni vigumu sisi kula vya kwenu vya mwilini, ni vigumu kuchukua michele yenu, ni vigumu kutununulia soda tunywe hapa madhabahuni, ni vigumu kutuwekea mafuta ili tuendeshe magari. Kimya. Mungu nisaidie. Haleluya. Endelea, mtu wa Mungu. Je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu. Ikiwa wengine mnawapa kule kwenye harusi, wanashiriki uwezo wenu, mnachangisha kule, mnapiga na viremba na dededede, vitu kibao, mnazofanya huko. Je, sisi je? Sasa hivi mkiambiwa mchango kanisani, tutavutana, tutapigana vikumbo. Ila mtu mmoja akisema nina harusi, unichangie, ulali, eti nitapata aibu. Yaani kwa Mungu hakuna aibu, ila kule mtaani utapata aibu. Kuna mahali umepungua kwa ajili ya Mungu, ila kule duniani unafanya vizuri tu. Una hofu na watu kuliko na Mungu. Una hofu na watu kuliko na Mungu. Endelea. Sisi si zaidi.
lakini hatukutumia uwezo huo, bali twayavumilia mambo yote, tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Sasa unavyoniona hapa, kuna mambo mengi tunawavumilia. Mimi nakuvumilia, hatukutumia uwezo huo. Tuambieni sasa, jamani, naomba mchangishe mninunulie gari. Hatukutumia uwezo huo, tunavumilia ili tusije tukaielemea nini, injili ya Yesu. Isije ikaonekana kwamba tupo kwa ajili ya kutafuta hela. Mnatakiwa mtoe kwa uhuru wenu, mtoe kwa mioyo yenu, pasipo kuanza kuambiwa. Haleluya. Amen. Mtu mmoja akasema, baba, ulikuja nyumbani umenyeshewa mvua. Ataipata leo maana kesi sijamtafasiria. Umenyeshewa mvua. Alafu mimi nikaanza kuhangaika kwamba sasa baba ameloa hivi, atakaaje na shati limeloa? Kwa hiyo inabidi tutafute shati nimfunike, nimpe baba shati ambaye alijaloa. Sasa utajua mwenyewe. Maana Mungu alikuwa anaongea na wewe. Utajua mwenye ni shati gani, ukamuulize Mungu. Baba amekuja ameloa kwenye ndoto. Apostle Musa amekuja ameloa kwenye ndoto. Sasa na wewe unaambiwa, sasa unaanza kufikiria, atawezaje kukaa hapo kwa ameloa, ameshewa mvua? Sasa wewe unatafakari, je, nimtafutie shati labda jingine? Sasa shati hilo utamuuliza Mungu, ilikuwa ni shati la namna gani, la kumfika baba yangu, la kumfunika baba yangu? Wewe ulioota hiyo ndoto utajua mwenyewe. Sasa nilikuwa natamani kwamba uendelee kuongea na Mungu. Huyu maana amekuja na shida. Huyu mtu amekuja, si ana shida, si amenyeshewa, anahitaji kuhifadhi, anahitaji ambiwe, chukua hili shati, chukua shati hili hapa. Huwa hii suruali imeloa, chukua hichi hapa. Sasa usiseme mimi maskini. Ukisema mimi maskini utakuwa umekosea, kwa sababu Mungu anakufuata wewe ambaye ni maskini. Lengo lako ufanye kitu ili Mungu atoboe kisima chako cha maisha. Sema amina. Amen. Sasa tatizo watu anasema eti mimi nitapata wapi? Hata Mungu akiongea wakati huna, eti unasema mimi nitapata wapi? Wewe unapotea. Unatakiwa kuzingatia sauti ya Mungu. Usiseme mimi nitapata wapi. Mungu anakuambia hivyo. Si ndio maana haya mambo ya harusi unaenda mpaka unakopa. Unakazana, unakuwa na madeni ya harusi mbili zote, unaanza kuangalia kulipa. Lakini njoo kwenye nyumba ya Mungu. Mungu akikusemesha kitu, kimya. Utaki kusikia kabisa Mungu amekusemesha. Bwana apewe sifa. Amen. Kama unataka kutoboa, wewe ambaye unanisikia, fanya hiyo ambacho Mungu alikwambia. Sasa umwambie ni kitu gani. Sio kwanza ufanye kwa sababu nimeongea hapa. Nendo kamhoji Mungu. Kaa muhoji, mwambie Mungu, kwa nini apostol alikuja hapa alafu ameloa? Amenyeshewa mvua, alafu mimi nikaanza kuhangaika nimpe hata shati. Wengine mmeota ndoto kwa ajili yangu. Wengine mmeota kwa baba sijui nimfanyie hivi. Hamna, mko kimya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wewe kazi yako ni kujisema tu kwamba sina kitu. Sina kitu. Sina kitu. Msuko wa 55,000. Sina kitu. Haleluya. Nywele perfume ya shilingi 1000 ngapi? Sina kitu. Juzi umeingiza makochi nyumbani kwako mazuri, sina kitu. Juzi umeingiza TV nzuri nyumbani kwako, sina kitu. Sina kitu. Ila TV nimenunua. Sina kitu kanisani, nyumbani kwangu nina kitu. Haleluya. Haleluya. Amen. Mungu nisaidie. Hebu malizia mtu wa Mungu hapo. Umeshamaliza Bado. Niendelee. Sijui kama inaendelea hivyo hivyo. Niendelee. Nasemaje? Hamjui ya kuwa wale wafanyao kazi za hekaluni, wanafanya kazi ya hekaluni, hula vitu vya hekalu? Haya. Wanafanya kazi za hekaluni wanakula nini? Viko wapi? Nani kaleta? Nani kaleta maboga hapa? Nani kaleta mchicha hapa tuondoke nao tuende nyumbani? Nani kaleta sadaka? Nani kaleta juisi kubwa hapa aseme baba utakuwa unakunywa wakati unahubiri ili utakuwa unamiminaga tu hapa? Nani kaleta friji aliweke hapo pembeni? Niseme ili kazi yake ni kutunza maji ya baba ya baridi ili anakunywa. Nani kaweka mafuta sema twende sheni nikujazie lita zote 60 zijae full tank utembee wiki 2 unatembeaga tu bila stress.
siku tuna stress, tunahubiri huku tuna stress. Mungu atusaidie. Tunahubiri huku tuna stress. Haleluya. Mpalizia kidogo mtu wa Mungu, maana yake muda wangu umeisha. Amina. Na wale wanaohudumia madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu. Wale wanaohubiria madhabahu, ni fungu lao katika vitu vya madhabahu. Mungu amesema hivyo. Sio mimi. Hakuna sehemu yote ambaye nilijiandikia hilo andiko. Ni la Mungu. Wangapi wanalipinga ile andiko? Warudi nyumbani kwao. Wangapi wanalipinga ile andiko? Warudi nyumbani. Wasiwepo hapa. Wangapi wanakubali? Wangapi wanakubali? Wengine hawajakubali. Wangapi wanakuona? Hebu inua mkono kabisa nikuone kama unakubaliana na ile andiko. Bwana apewe sifa. Basi chapia Yesu makofi mazuri. Asante sana Mtume Paulo, maana yake umetusaidia. Mtume Paulo alitusaidia katika Wakorinto kujua kwamba na sisi tunahitaji kula madhabahu. Lakini haijaanzia hapo tu kwenye Agano Jipya. Imeanzia hata kwenye Agano la Kale. Wana wa Haruni mwenyewe walikuwa ni watu ambao ni Walawi. Kwa hiyo wao walikuwa wanakula, wanaletewa mafungu ya 10. Wanaletewa zaka za mwaka, si ndio? Bwana apewe sifa. Wanaletewa mafungu ya 10, wanaletewa zaka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hakikisheni mnaitunza madhabahu. Madhabahu sio jukwaa hili. Madhabahu ni nini? Madhabahu sio hili jukwaa. Nikiondoka hapa na tukaondoka hapa, sisi wote tukiondoka hapa tukaliacha hili jengo na tukaliacha hapa, unaweza kushangaa anakuja kukodi, linakuwa jengo la maharusi. Na hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Lakini ukisema kanisa na madhabahu, ni sisi tulioko pamoja na kuhani anayesimama katika madhabahu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Paulo anasema sisi hatukushiriki uwezo huo, tusije tukalilemea kanisa. Na mimi nasema ndani ya kanisa hili, ndani ya Kadamnasi na ndani ya watu wote wanayenisikia, kwamba sijalilemea kanisa. Sijawahi kutunga sadaka za kujilisha mwenyewe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu Samueli akasema, semeni nyinyi wenyewe, kama kuna mtu nishawahi kumdanganya au kumuibia, nijipatie kipato. Semeni nyinyi wenyewe. Kwa hiyo ninakufundisha ya kwamba sasa ukambariki Mungu kupitia mtumishi wako aliyoko ndani ya madhabahu hii ya Jesus Power. Usikubali. Chukua hata unga wa dona, changanya na mtama na miongo. Mwambie baba, nimesaga nusu bebe hii hapa na kuletea unga huu. Utakuwa unakula baba yangu. Mungu akusaidie sana. Haleluya. Mpe Yesu makofi mazuri. Ongeza tena makofi mazuri. Shalom, shalom. Mungu awabariki, Mungu awainue, Mungu awape kusikia. Mwaka huu natarajia kuona kwamba unayafanya haya yote mpaka hata kwa baba yako. Haleluya. Mpaka hata kwa baba yako. Mungu awabariki sana. Amen, amen.